takuelekeza alama ya kanisa. Alama ya kanisa ni njiwa. Alama ya kanisa ni njiwa na sio msalaba. Msalaba sio alama ya kanisa. Alama ya kanisa ni njiwa. Alama ya kanisa ni njiwa. Watakiwa utambue na kuelewa kwamba alama ya kanisa ni njiwa na sio msalaba. Mungu ameelekeza alama ya kanisa ni njiwa na sio msalaba. Msalaba ni alama ya Kirumi. Alama ya kanisa ni njiwa. Fungua kitabu kile cha Yohana 1:29 mpaka 34. Yohana 1:29 mpaka 34. Yohana 1:29 mpaka 34. Alama ya kanisa ni njiwa. Wakati huu ambapo nakuelekeza juu ya alama ya kanisa, na kuelekeza alama ya kanisa, utambue na kujua kwamba alama ya kanisa ni njiwa, mkazi wa sayari hii, mkazi wa dunia hii, mlioko katika pande zote za dunia, kule Australia, kule maeneo ya kule Ujerumani, maeneo ya kule Warabuni, Iraki, maeneo ya kule kote duniani. Ufahamu na kutambua kwamba alama ya kanisa ni njiwa na sio msalaba. Alama ya kanisa ni njiwa. Alama ya msalaba ni alama ya Kirumi. Ni alama ambayo walikuwa wakiendesha watu wale wa zamani. Baada ya Yesu kuja akatupatia alama kwamba alama ya kanisa iwe ni njiwa. Alama ya kanisa ni njiwa. Ndugu yangu, leo katika sali hii takwenda kusomea maelekezo hayo katika neno la Mwenyezi Mungu alivyoagiza kwamba alama ya kanisa ni njiwa. Fungua kitabu kile cha Yohana 1:29 mpaka 34. Yohana 1:29 mpaka 34. Yohana 1:29 mpaka 34 anasema, siku ya pili amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyo ndiye niliyenena habari zake ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu, wala mimi sikumjua, lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli. Ndiyo maana mimi nilikuja nikibatiza kwa maji. Tena Yohana akashuhudia akisema, nimemwona Roho akishuka kama ua kutoka mbinguni, naye akakaa juu yake. Wala mimi sikumjua, lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye utamwona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Nami nimemwona, tena nimemshuhudia kuwa huyo ni mwana wa Mungu. Naomba nikupambanulie ndugu yangu, watu kupambanua Biblia. Anasema siku ya pili yake, yani siku ya pili amuona Yesu anakuja kwake. Anamuona Yesu, Yohana anakuja yani siku ya pili yake Yohana anamuona Yesu anakwenda kwa Yohana, tazama mwana-kondoo wa Mungu. Kwamba Yohana sasa, huyu mwana-kondoo alikuja kutolewa sadaka wa Mungu, aichukuaye dhambi ya ulimwengu, anakuja kubeba dhambi za dunia hii. Huyo ndiye niliyenena habari zake ya kwamba huyo ndiye alionena, alipata ndoto na kusikia, na akasema habari zake, yuaja mtu nyuma yangu, kwamba atakuja mtu nyuma yake ambaye amekuwa mbele yangu, kwamba alikuwepo kabla hata yeye kuwepo, yani alikuwa mbele yake kabla yeye. Kwa maana alikuwa kabla yangu, kwa maana kwamba alikuwa kabla yake yeye Yohana. Wala mimi sikumjua, kwamba Yohana alikuwa hamjui kama vile leo hatumjui Mungu, lakini tutakapokwenda kwenye kambi ya watakatifu tutamjua Mungu. Lakini tumesikiza habari zake. Wala mimi sikumjua, lakini asema, lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli, ili adhihirishwe kwa Israeli. Ndio maana mimi nilikuja nikibatiza kwa maji. Ndio maana yeye alikuja akibatiza kwa maji. Tena Yohana anasema, tena Yohana akashuhudia akisema, nimemwona Roho akishuka kama ua kutoka mbinguni. Kama alimuona Roho, kwa ataonyesha kwamba Roho atashuka kama ua kutoka mbinguni, kwamba ataonyesha kwamba atashuka ndege, atashuka njiwa akitoka mbinguni. Yaani hiyo anaelekezwa kabla hata Yesu mwenyewe hajafika katika dunia hii. Kutoka mbinguni atatua juu yake, naye akakaa juu yake. Na kweli Yesu alipokwenda kubatizwa, Yohana alimuona njiwa akikaa juu ya kifua cha Yesu. Wala mimi sikumjua, kwamba yeye hakumjua. Ile inaonyesha ishara kwamba yule utakayemuona umembatiza, alafu njiwa anakuja
anakaa juu yake, huyo ndiye ambaye atakayechukua dhambi ya dunia hii, na huyo ndiye ambaye mkuu kuliko wewe. Lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye utamuona Roho akishuka na kukaa juu yake, kwamba huyo ni Roho, yule njiwa ni Roho akikaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Kwamba sisi tunabatiza kwa jina la Yesu. Yohana alibatiza kwa maji kwa ajili ya toba, na ndio maana wale wanafunzi wa Yohana wakaenda tena kubatizwa kwa wanafunzi wa Yesu, tena kwa jina la Yesu. Na Yesu yeye anatubatiza kwa Roho wake ambaye yeye alipokuja katika dunia hii alikuja kulipa deni ya dhambi la Adamu na Hawa. Kulikuwa hamna spare nyingine ya kumpatia mwanadamu. Mungu akatoa Roho yake kwa ajili yetu sisi. Tunampata kwa kwenda kubatizwa kwenye maji mengi na kulitia jina lake, ili tuweze kupata Roho wa Yesu na kukaa juu yake. Huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Nami nimeona tena, nimemshuhudia kuwa huyo ni mwana wa Mungu, kwamba nimemshuhudia kuwa huyo ni mwana wa Mungu. Ndugu yangu, kabla ya kusomea Kutoka, kina Ibrahimu, kina Musa, zamani zile Mungu alitoa maagizo kwamba watu wasiabudu masanamu wala mapicha. Lakini baada ya Yesu kuja kwa ajili ya ishara, kwa maana alama ya kanisa, alionyesha kwamba tutabatizwa kwa kuonyeshwa ishara ya njiwa na sio msalaba. Alama ya msalaba ni alama ya Kirumi. Alama hiyo walikuwa wanasulubiwa wale ambao wanafanya makosa, wanakwenda kupigiliwa misumari, mkono wa kulia, mkono wa kushoto kwenye miguu, wafanyao dhambi, kuanzia kipindi kile cha Rumi baada ya Nuhu kutoka kwenye safina. Tukumbuke ya kwamba Babeli, Ibrahim, kipindi kile wakatengeneza mnara kumtafuta Mungu, walikuwa kiabudu mapicha, masanamu, mpaka Nuhu akaendelea kuhubiri miaka 120, lakini watu hawakuweza kusikia. Na ndipo Mungu akaamua kumwambia Nuhu atengeneze safina baada ya masanamu. Watu wakamkataa Mungu, wakatengeneza mnara na alama hiyo ya kanisa ikaendelea kuwepo. Na ndipo Yesu alipokuja baada ya kina Nuhu kuondoka, kina Musa akaendelea kuwaelekeza watu, wana wa Israeli. Farao akachukua watu wamwabudu Farao kama ndio Mungu wao. Kina Nebukadneza, watu wanaabudiwa kama Mungu, wanaambia atakuunguza kwenye Meshaki, Shadraka na Abednego. Wakatupa kwenye kina Danieli, wakatupa kwenye simba, wanataka waabudiwe wanadamu. Mungu akamtuma Musa, akawaelekeza sheria, amri, akawaelekeza kwamba usiabudu masanamu, mapicha. Na ndipo Musa alipoondoka, Mungu akamwandaa Yohana Mbatizaji, Yohana wa Elizabeth, mtoto wa Elizabeth. Akakaa nyikani, akaelekezwa kwamba atakuja mtu ambaye utaonyeshwa ishara ya kwamba huyu atatua njiwa. Hiyo njiwa, huyo ni Roho Mtakatifu. Huyo njiwa ndiye itakuwa ishara kwenu. Alama ya kanisa ni njiwa. Na ndipo baada ya Yesu kuondoka, mitume walipouawa wakaisha wote mwaka 321. Na ndipo wakatengeneza namna ya kuweza kutengeneza masanamu. Wakaanza kutengeneza alama ya Kirumi ya msalaba, ile misalaba ya kuwatundika watu msalabani. Na ndipo Mungu akaelekeza kwamba hiyo sio. Na ilipofika ule mwaka 400 kuelekea mwaka 500, wakaamua kuchonga sanamu, wakachonga msalaba
msalaba ukawekwa makanisani, watu wakaendelea kuabudu misalaba, misalaba ikaendelea, wakachoka kaamua kuweka watu wenyewe wanaofananishwa na Yesu, wakaweka masanamu ya Yesu, wakaweka masanamu ya wanawake kina Bikira Mariamu, wakaendelea kuweka masanamu, wengine wakiabudu majua, wengine wakiabudu wakaudi kule Babeli ambako Mungu alikokataa. Ndugu yangu, tutakwenda kusoma kitabu kile. Fungua kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati 5:8 mpaka 10. Fungua Kumbukumbu la Torati 5:8 mpaka 10. Nitakuelekeza kwamba alama ya kanisa ni jua mkazo wa sala hii ulioko kule Afghanistan, ulioko kule Uingereza, ulioko kule Marekani, ulioko kule Canada, ulioko kule mahali kote katika dunia hii. Ninakuelekeza alama ya kanisa kwamba ni njiwa. Alama ya kanisa ni njiwa, ndugu yangu. Hebu fungua kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati mstari ule wa 5:8 mpaka 10. 5:8 mpaka 10. 5 mstari wa 8 mpaka ule wa 10. Unaweza kuanzia pale mstari wa 5. 5:8. Ndugu yangu, tunakwenda kuelekeza vya mwisho ambapo dunia hii inajiandaa kuondoka, na ndio maana Isaya ile 24:3 Mungu akasema dunia hii itafanywa tupu kabisa na kuharibiwa vibaya, maana Bwana anena neno hilo. Dunia hii tutajidai, watu tunarukaruka tu, tunaenda kuabudu mapicha na masanamu, watu tutajidai. Anasema Mungu dunia hii itafanywa tupu kabisa na kuharibiwa vibaya, maana Bwana Mungu amesema maneno yake na wala sio ya uongo, na mpaka akatoa maishara. Ndugu yangu, hebu sikia, usiendelee kuabudu masanamu, usiendelee kuabudu yale ambayo Mungu akusema. Kumbukumbu la Torati ile 5:8 mpaka ile 5:8 mpaka 10. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Angalia Kumbukumbu ya Torati 5:8 mpaka 10. Anasema Mwenyezi Mungu, usijifanyie sanamu ya kuchonga mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni na kilicho chini duniani au kilicho majini chini ya nchi. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wako, ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana waovu wa baba zenu hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao, nami na wale maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. 11. Usitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata kuhesabia kuwa huna hatia. Usipende kuapa. Usitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana, yani Mungu, hata muhesabia kuwa hana hatia. Mtu itajaye jina lake bure. Usitaje bure jina la Mungu wako. Mungu amekuelekeza usijifanyie sanamu ya kuchonga. Katika kitabu hicho cha Kumbukumbu la Torati 5:8 mpaka 10. Ndugu yangu, nimekupambanulia. Mungu amekataza usifanye sanamu, akawaelekeza kipindi kile cha kina Ibrahim, kipindi kile cha kina Musa, kipindi kile cha kale. Leo anajirudia. Watu wameweka masanamu makanisani wakisema ndio alama ya kanisa kuweka misalaba. Alama ya kanisa ni alama ya Kirumi, watu waliokuwa wakiuawa wanaofanya makosa, na ndio maana Yesu akaonekana kwamba ana makosa, akauawa kama mtu mwenye makosa. Sio kama Yesu alivyowekwa msalaba kwamba watu tufuate alama ya msalaba. Hapana, ile ni alama waliochukulia kule Israeli kwamba yule ana makosa, kwa hiyo wakaamua kumtundika msalabani kama mmoja wa watu wenye makosa, lakini sio alama ya kanisa. Alama ya kanisa, ndugu yangu, ni njiwa. Anasema kwamba hiyo misalaba, sanamu, hebu nikupambanulie. Watu kupambanua, watu elewe, watakiwa utambue maana kupambanua. Anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Mfano, yani usijifanyie sanamu ya kuchonga msalaba, ukaweka picha, yani ukaweka alama fulani kwamba hii alama ndio yenyewe kumwabudu Mungu. Usijifanyie sanamu ya kuchonga, mfano wa kitu chochote, kilicho juu mbinguni na kilicho chini duniani au kilicho majini chini ya nchi. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana, kwamba yeye Mungu wako ni Mungu mwenye wivu,
na wapatiliza wana waovu wa baba zao, yani anapatiliza wale watu wa Babeli wa baba zetu kina Ibrahimu kule. Ibrahimu akakataa kuabudu masanamu, mapicha yale. Watu wametundika makanisani masanamu ya kuweka misaraba. Kila unapopita kwenye zamani Mungu alikasema, yani yeye Mungu yeye niko ambaye niko, hataki kuweka sanamu, ila njiwa aliwawekea wanadamu. Na ndio maana kama akamwandaa yule Yohana yule wa kule nyikani, kwamba huyu atakaye kuja alama yake ni njiwa. Ni njiwa. Hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanishikiao, nami na warema elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Ndugu yangu, usitaje jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata kuhesabia kuwa ana hatia mtu aitaje jina lake. Ndugu yangu, lazima utambue na kujua kwamba alama ya kanisa ni njiwa. Ulioko katika sali hii mahali popote duniani, kuanzia na kule mahali popote unapoishi, kule Tanzania, makazi ya kule Malawi, makazi ya kule Lusaka, Zambia, kaskazini kule Marekani, Uingereza, Canada, mahali popote utambue mkazi wa sali hii, utambue mkazi wa dunia hii, utambue mwananchi, wewe mtu ambaye unaishi katika dunia hii, utambue ya kwamba alama ya kanisa ni njiwa na sio msalaba. Msalaba ni alama ya Kirumi ambao walikuwa wakiteswa wale watu wanaofanya makosa, wanapokwenda kuuawa wanawekewa ule msalaba. Na hata baada ya Yesu kufanya makosa yake akawekewa msalaba, lakini halikuwa kusudi ya kwamba Mungu kwamba wakati wa sasa kwamba watu wanapoweka kule makanisani wanatakiwa waweke alama ya njiwa. Njiwa ndio alama ya kanisa. Alama ya kanisa ni njiwa, na ndio Mungu aliyoelekeza wanadamu. Naomba utambue na kujua kwamba alama ya kanisa ni njiwa. Ndugu yangu, hii dunia inapita, tunajidai, na ndio tunapa historia hii ya kutambua na kufahamu kwamba alama ya kanisa ndugu yangu ni njiwa. Usikubali kudanganywa. Mwenyezi Mungu alivyomtengeneza mwanadamu kwenye bustani ya Eden, Mungu akamuumba mwanadamu kwenye bustani ya Eden. Alipomweka kwenye bustani ya Eden, alipomuumba yule mwanadamu kwenye bustani ya Eden, Mwenyezi Mungu akamwacha miaka 300 kama dongo, hajampulizia pumzi ya uhai. Adamu amekaa pale kwenye bustani ya Eden, dongo kabisa, dongo hilo kwenye bustani ya Eden miaka 300. Mwenyezi Mungu akaenda mbinguni akaketi kule, akakaa huko miaka 300. Shetani ambaye aliyosema Mungu ni muuaji, kwamba Mungu ni muongo, alioenda kwenye sayari zingine akisema kwamba Mungu ni muuaji, wakamkataa, akaja kuishi katika sayari. Mungu ameshaitengeneza dunia miaka 6. Kuna wanyama pale na mwanadamu ni dongo liko pale, wanyama wanatembea. Nani anatawala dunia hii? Shetani akafikiria kwamba atatawala dunia hii baada ya kuona Adam ametengenezwa kwa dongo tu. Shetani akasema sasa hapa mtaishi. Wanyama haongee nao, lakini amekaa kwenye dunia. Mungu akakaa miaka 300. Shetani na malaika zake loasi wanamfuata yule dongo lile, wanaanza kuweka vinalivi mikono, wanatoboa pale, lakini haitoboa, kidongo liko pale. Mungu akashuka miaka 300, akaamua kumpulizia pumzi ya uhai. Adamu akawa hai duniani. Adamu akaishi hapa, lakini vitu havijui jina lake, anakaa vitambui. Mungu akashuka akamtambulisha. Angalia hapo, mwanamke hayupo. Adamu yuko peke yake katika dunia hii, anatembea anajidai. Wanyama tu na vitu vilivyopo hapa, yuko peke yake. Na ndipo Mungu akamtambulisha Adamu, Hawa hayupo. Adamu akavitambua, akajua huyu ni swala, huyu ni ng'ombe, huyu ni kuku, huyu ni njiwa, huyu vitu vyote, miti, milima hii ni bahari, huyu ni mto. Akavitambua vitu vyote. Huyu ni kungu, akavijua nyenyele, yaani vitu vyote akatambulishwa na Mungu. Na ndipo Mungu akamwambia Adamu, msujudie, muabudu. Sasa muabudu huyo Adamu ambao ni dongo. Shetani akakataa, siwezi kuabudu ni dongo hili, yaani dongo tu liabudu. Mungu akamwambia sasa, vitaje hivyo vitu vinaitwa vitu gani? Anamwambia Adamu, vitaje hivyo vitu vinaitwa vitu gani? Mungu ana pressure, taja. Shetani hajui vile vitu vinaitwa vitu gani. Shetani hajui. Akamwambia, kama uvijua vitu, unawezaje kutawala vitu usivyovijua? Leo ukiishi mahali, utawezaje kukaa mahala ambako wewe hujui? Shetani hana makazi, yuko hapa duniani. Basi baada ya kuona kwamba havijui na hawezi kutawala, akamwomba apewe aweze kuishi hapa kwa muda tu.
afu baadaye atapigwa moto. Shetani akapewa mamlaka kuishi duniani kwa kitambo, kwa muda. Adamu akaishi duniani, akatawala vitu vyote, na ndipo alipokaa ameshachoka kabisa, amesharidhisha, akajiona yuko mpweke, hakuna kufanana naye. Mungu alivyogundua hilo, akachukua ndege, nyama katika ndege. Mwanamke ameumbwa kwa kutumia nyama za ndege na sio udongo. Adamu ndio alitengenezwa kwa udongo, na ndio maana mwanamke ni kiumbe dhaifu, kiumbe ambacho kinavutia, kiumbe ambacho kimetengenezwa kwa ajili ya pambo la mwanaume. Mwanamke akatengenezwa kwa nyama za ndege tu. Kiumbe kikatengenezwa kwa nyama ya ndege, na ndipo Mungu akatoa ubavu, mfupa mmoja katika mkono wako wa kuume wa kulia, akamweka kwa Adamu. Adamu akatengenezwa, Hawa mwanamke akatengenezwa kwa nyama za ndege. Na ndipo Mwenyezi Mungu baada ya kutengeneza yule Hawa, angalia watu wanaendelea kuabudu masanamu baada ya kumwabudu Mungu kwa alama ya kanisa ambayo ni njiwa. Hawa akaishi duniani, Mungu akampatia sheria, usije ukala yale matunda ya mti wa uzima kwenye bustani ya Eden, maeneo ya huku, maeneo ya kule Yerusalemu, kule kwenye bustani ya Eden. Na ndipo mwanamke ni kiumbe dhaifu akadanganywa na Lucifer kwamba ukila hili Mungu ni muongo. Anasema ukila hilo tunda utafanana na Mwenyezi Mungu, na Hawa anataka kufanana na Mungu bwana. Hawa akakubali, akachuma ile tunda, akamshawishi na mumewe Adamu akala ile tunda. Mungu akakasirika, akamrusha Hawa India. Adamu akabaki kule, Hawa akaelekea kule India. Na ndio maana kule India kuna Mungu mke. Msiwalaumu Wahindi walioko kule India. Hawa akarushwa India, hajitambui. Hakuna anayeonekana yuko wapi. Hawa yuko India kule, anakaa kule hajielewi. Adamu anapapasa na hangaika huku na kule kikiri. Na ndipo anakutana na Hawa, wanajikuta kule kuna miguu mitatu, kule kuna epo, wako uchi. Kule India watu wanaabudu, kule wanaabudu Mungu mke. Usilaumu India, kwa sababu kule kulikuwa yule Hawa alikuwa kule India miaka nenda rudi. Mungu akatengenezea mavazi, akachukua mnyama, akachukua ngozi, akamvisha baba yetu Adamu, miguu mitatu yaonekana, akamlisha na mama yetu Hawa, haipo. Wakawa wako sawa, wakaendelea kuishi katika dunia hii. Ndugu yangu, hii dunia na utaratibu, na ndio mashetani analazimisha kuweka yale ya kwake. Watu wakaendelea kuuana, hasira ikawaka, hasira ikawaka kwa watoto wa Adamu baada ya kuzaa wale watoto wawili, Kaini na Abili, wakipeleka mazao sadaka kwa Bwana. Hasira ikawaka kwa Kaini. Mungu anapokea sadaka za Abili, Kaini akakasirika, hasira ikawaka. Na ndipo Mungu akakuelekeza uwe mwepesi wa kusikia katika kitabu kile cha Yakobo 1:19-21 na Mhubiri 7:9 na Waefeso 4:26-27. Uwe mwepesi wa kusikia, usiwe mwepesi wa kukasirika, kwa sababu Mungu anataka kuelekeze juu ya alama ya kanisa kwamba ni njiwa. Mungu anaelekeza katika Mhubiri ile 7:9, anasema mtu mwenye hasira ni mpumbavu. Uwe mwepesi wa kukasirika, usiwe mpumbavu. Kutoa jambo lako pata makerubi anapokuelekeza katika sura hii kwamba alama ya kanisa ni njiwa. Ninanukuu, ninasema haya uweze kusikia na kuelewa kwamba alama ya kanisa, ndugu yangu, ni njiwa na sio msalaba. Wakati ambapo nimekuelekeza, acha kuwaka hasira. Angalia hasira katika ile Mwanzo 4:1-8, Mwanzo 4:1-8. Hasira inao katika dunia hii namna gani? Pastor Makerubi anasema alama ya kanisa kwamba ni njiwa. Mithali ile 15:17-18, Yakobo ile 1:19-21, Mhubiri ile 7:9, Waefeso 4:26-27. Mungu anasema watu wenye hasira ni wapumbavu. Usiwe mmoja watu ambao ni wapumbavu, usiwe mmoja watu ambao usitaka kusikia ukaendelea kuabudu sanamu. Mungu anasema fundisho ya uongo, anasema chapa kwenye mikono, ukapokea alama ya mnyama, ukapokea mafundisho ambayo sio ya kweli. Weka alama ya njiwa katika kanisa lako. Toa hiyo misalaba, toa hao watu ulioweka katika nyumba yako ya ibada. Alama ya kanisa alama ya kanisa sio mwezi na nyota. Alama ya kanisa sio mwezi, alama ya kanisa sio nyota, alama ya kanisa sio njiwa, sio msalaba. Alama ya kanisa ni njiwa. Alama ya kanisa ni njiwa. Alama ya nyumba ya Mungu ni njiwa. Njiwa mweupe sio kunguru.
ambao ndio alama ya kanisa wakati wa sasa, ambapo nimekuelekeza kwa makini. Mkazi wa dunia hii, nimekuelekeza mtu wa Kigali, nimekuelekeza we mtu wa Nigeria, nimekuelekeza we mtu ulio katika Cairo huko, mara popote katika dunia Pastor Makirubi anaponguruma katika sayari hii, nimekuelekeza juu ya alama ya kanisa kwamba ni njiwa. Alama ya kanisa ni njiwa. Njiwa ndio alama ya kanisa. Alama ya kanisa ni njiwa. Alama ya kanisa sio msalaba. Alama ya kanisa sio hao watu leo katika makanisa yao. Ndugu yangu, tunapokwenda kuomba, tunapokwenda kumshukuru Mwenyezi Mungu katika dakika 15, nimekuelekeza ya kwamba alama ya kanisa ni njiwa. Njiwa ndio alama ya kanisa. Alama hii iliwekwa baada ya Yesu kuondoka katika dunia hii, pale ambapo Yohana Mbatizaji akielekezwa, atakuja mtu, utamwona njiwa akishuka begani, bega la kulia akishuka. Huyo ndiye ambaye nimemtabiri. Leo tunamtabiri Yesu kwa kuweka picha ya Yesu kanisani. Hatuweki picha ya Yesu, hatuweki msalaba, hatuweki katika mahali tunapoenda kupumzika kwenye makaburi yetu. Hatuwezi kwenda kuweka misalaba. Watu wanafikiri kwamba siku wanapokuja Yesu kwamba watu watafufuliwa kwenye makaburi. Yaani wewe pale ambapo umekufa ndio utashtuka leo nimeamka leo. Yaani wewe pale ulipotolewa roho yako ndipo utajua kama umeamka leo. Wale waliofia kwenye maji, waliofia majumbani, mahospitalini, walipokuwa wamelala usingizi, siku ile ambapo anakuja Bwana Yesu. Kifo ni kama usingizi, kinakupitia usijue. Kifo ni kama usingizi, anakuchukua roho wa kutoa roho, anakuchukua. Anapokuchukua wewe, hapo unakuwa umeondoka. Wale wanapokwenda kudumbukiza kwenye mashimo, siku unapofufuka hautafufuka kama upo kwenye mashimo, uko kwenye makaburi. Pale ambapo umefia wewe, siku unapokuja Yesu utashtuka, kumbe nimeamka leo hapa. Ulifia kitandani, Yesu anakuja, utajiona kama umeamka. Kumbe ulikuwa makaburini, kumbe ulikuwa kwenye tumbo la samaki, kumbe ulikuwa mahala fulani. Na ndio maana leo hata mtu akiwa amelala usingizi anakuwa hajielewi, ni kama amekufa. Ndugu yangu, nimekupambanulia ya kwamba alama ya kanisa, alama ambayo ni ya kanisa ni njiwa. Nimekuelekeza tutakwenda kusoma vitabu mbalimbali. Vitabu vyote vimesema, kuanzia kitabu kile cha kina Ibrahim kule mwanzo, kuanzia kule kwa baba yetu Adam, ukiangalia hakuna msalaba. Hiyo mapicha masanamu alikataa. Hakuna msalaba, hakuna masanamu. Alipoingia Yesu akipigana mitume wake, walikuwa hawana misalaba. Yesu alipoondoka kwenda mbinguni, mitume wakibaki katika dunia hii wakaendelea kupigana mpaka ule tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 321. Hakuna misalaba. Misalaba iliingia karne ya kwanza, kuingia karne ya pili, mwaka 400 huko, miaka 300, 400 huko na 500, wanaanza kuweka alama ya msalaba. Wakaweka alama ya msalaba, waabudu jua, wakaweka alama ya msalaba. Wengine wakaingia siku yao ile mwaka 700, Mtume Muhammad akaingia akaweka alama yake ya msalaba, mwezi na nyota. Kila mtu anaweka misalaba, mwezi na nyota. Wanaweka alama misalaba, wanaweka masanamu, picha, kila mapokeo, mafundisho ya uongo kwenye mikono. Ikaendelea, leo wameweka watu, wameweka wanadamu. Ndugu yangu, hayo yote ni sanamu. Hayo yote Mungu ayatamue. Ndio maana Mungu akasema habari njema za ufalme huu zitaelezwa katika dunia yote kwa ajili ya ushuhuda. Unaweza ukasikia ukaendelea kuabudu masanamu. Kwa ndugu yangu, nimekuelekeza kwamba alama ya kanisa kwamba ni njiwa. Hiyo njiwa ndio alama ya kanisa. Nimekuelekeza wakati wa sasa. Unaweza ukatafuta Pastor Makirubi mahali popote mtandaoni. Unaweza kaandika Pastor Makirubi ukiwa umeunganisha kwa 0756 80 67 53 au 0775 80 67 53. Ndugu yangu, nimekuelekeza kwa umakini kwamba alama ya kanisa ni njiwa. Basi tuombe kwa ajili ya hili. Baba milele, Mungu mkuu, uliomba viumbe vinavyoonekana visivyoonekana, tunakushukuru kwa uwepo wako na uweza wako. Asante Baba kwa nguvu ambayo umetupatia masaa haya. Tumeelekeza wakazi wa Sahalia kwamba alama ya kanisa ni njiwa na sio msalaba. Asante kwa wema wako, asante kwa utukufu wako. Tunaomba haya yote Baba ni kwa jina la Yesu Kristo, amina. Basi tubarikiwe watu wote,
tukutane katika mbingu ambayo Mungu amekwenda kutuandalia. Kuna ufalme ambao Mungu ameenda kutuandalia, wasiomwabudu mnyama na sanamu yake. Tunapojiandaa kwa hili, tujiandae na kumpokea huyu Bwana Yesu ambaye ametuandaa kuingia katika ufalme wake. Ndugu yangu, tunapokaa katika dunia hii tutambue kama dunia tutotoweka. Wakati unakuja, dunia itafanywa tupu kabisa. Tunaomba uendelee kujifunza mafundisho hayo. Tunaomba uweze kutambua hili, ili usije kaendelea kuabudiwa na kuchanganya na kudanganywa na watu ambao wanaopotesha watu, wanaodanganya watu. Ili usidanganyike ndugu yangu, utambue ya kwamba alama ya kanisa ni njiwa. Njiwa ndio alama ya kanisa. Unaenda kuweka misalaba makanisani, makaburini, Mungu hayatambui. Unaenda kuabudu masanamu na mapicha, Mungu hayatambui. Tumekuelekeza yote ni kwa uwezo wa Mungu aliye juu, kwa jina la Yesu Kristo, amina.